Mivimbo Media, hii ni ya kwetu. Bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Mivimbo Media? Ni time nyingine tena. Tupo na mkali hapa kutoka pande fulani hivi za Kibaha. Bana, natamani kumtambulisha lakini nadhani sio mgeni sana, ila na kwa unyama zaidi kama anajitambulisha mwenyewe. Bana, mambo vipi? Bwana ni poa kabisa. Bana, kama kaa Jana bless ndugu yangu. unyama Kama kawaida. kazi zinasemaje? Zinasonga hivyo hivyo kibishi. Nadhani watazamaji wanatamani kujua ambao kufahamu. Je, mara nyingi sana wasanii wepesi sana kujulikana kwa kusikilizwa tofauti na kuonwa. Inakuwa asilimia nyingi. Kwa hiyo natamani wapo wengi ambao wanatamani kukutambua sasa baada ya kuona kwamba huyu kumbe ndo fulani. Ni kwa majina yako. Mimi bwana naitwa Kido Mr. Iti. Kido. Kido Mr. Iti. Sawa bwana, tuko na Kido Mr. Iti song. Mimi namalizia kuna neno katika nifichia hapo. Bwana, katika orodha ya wasanii ambao wataperform katika usiku wa Mondinho ambao utakuwa ni party ya birthday pamoja na uzinduzi wa EP yake. Wewe ni miongoni mwa wasanii ambao wametajwa watakuwepo na wataperform. Sasa natamani kujua wewe kama wewe binafsi kama msanii ambao upo katika ile playlist ya wasanii ambao wataperform, umejiandaaje na hizo zoezi? Mimi sio kujiandaa, mimi muda wote kazi. Hata sasa hivi ngopa performance ipo sasa hivi basi tunafanya kazi. Yaani muda wote upo tayari. Muda wote nipo tayari. Na pia kwenye hiyo uzinduzi wake wa EP kanipa collab pia nimemkanyaga. Mimi kaida yangu. Yaani umempinda baba shughuli. Bwana shughuli kanipa collab, tutaisikia siku hiyo ikifika, tutaisikia hiyo nyimbo. Bwana anasema baba shughuli kamwalika, alafu bwana kamwaga mboga. Bwana tutaona mengi lakini tupo tunapiga maswali mawili matatu, ndio tunapokutana na badilishana mawazo hapa na pale. Bado nipo katika jambo la Mondinho. Mondinho ni mtu ambaye ndo anaingia katika tasnia ya muziki rasmi naweza nikasema. Wewe ni mtu ambaye actually upo kitambo kwenye game. Natamani kujua wewe una ushauri gani kwake kama Mondinho kisanaa hata kwa mdogo wako, kwa sababu ni mtu ambaye wewe umemtangulia. Natamani kujua wewe kama wewe binafsi kwenye sanaa unampa ushauri gani? Nadhani Mondi mwenyewe ni sanaa pia. Alitokea kwenye mambo ya kuigiza, si ndio? Kapitia kushika kamera, umeona kushika boom. Ina maana anajua sanaa ya changamoto gani, anaijua vizuri tu. Kwamba anakuja mtu hujui, anakuja mtu uweze, anakuja mtu hivi. Kikubwa tu kutokukata tamaa na kupambania njia yako basi. Nadhani pia wewe ni mtu ambaye unafahamika sana Kibaha kwenye upande wa sanaa. Na wapo watu ambao wanakuja katika hiyo event kwa ajili ya kuona namna gani wewe unafanya. Wewe binafsi umejipangaje katika hii event? Mimi ni performance tu nzuri. Wenyewe wananijua mimi sio Kibaha, popote pa unaponipa maiki, unaponipa jukwaa, unaponipa nini, mimi to perform. Mimi wanafanya tu hicho ambacho yani kuperform kwamba tayari shakuwa kama yani kwangu ni kawaida, na pia kuwa jukwani ni kawaida. Hivi karibuni nilipata kuona kuna umeachia ngoma ambazo zinafanya vizuri. Binafsi nimezisikia na nimeona kabisa hizi ni ngoma ambazo zinatufanya hata sisi ambao tupo pembeni tunasema hata waliokuwa mbele yetu wanafanya vitu ambavyo vinaonekana. Vipi mapokezi yake hapoje? Mapokezi tumeachia nyimbo 16 walisia. Umeona kwa nguvu yangu kupush nyimbo 16 ni ndogo, ujue nguvu yangu bado ndogo sana kuliko nyimbo ni nyingi. Ila mpaka sasa hivi kuna katika nyimbo 16 kuna challenge kama 12 ndo zinafanya vizuri TikTok. Umeona challenge nyingine tumepoteza, tuseme nyimbo nne tumepoteza, nyimbo 12 zinafanya vizuri. Lakini pia bado nguvu yangu ni ndogo. Yaani nguvu yangu ni ndogo kwenye kupush hiyo albamu. Japokuwa nilijaribu kufanya na nimefanikisha kufanya vitu vyote mpaka nyimbo zimetoka. Labda hapo kwenye unaposema nguvu ni ndogo, natamani sasa kuona namna gani unawahusisha watazamaji, wasikilizaji ambao wao wanaweza wakasupport katika 1% ama nyingine kwenye kupush hizo kazi ili hadi ziweze kwenda. Una wito gani kwao? Mimi ni kunipush, kunipa support kama ndugu yao, kama kijana wao, kama mdogo wao, kuna jambo la sanaa. Umeona kufanya challenge, umeona kwenda kusikiliza all digital platform. Jina nilo la Kido Mr. Iti, sio Kidochu tena. Jina la Kidochu tumelikata, tumewachia wenyewe walikuwa wanatusimamia zamani. Sasa tumeje jina letu wenyewe ambalo la Kido Mr. Iti, sio Kidochu tena. Na katika hizo ngoma zote ambazo tayari umeziachia, kuna ngoma ambayo umefanya video mpaka muda huu? Hapana, bado natarajia tarehe ngapi? Tarehe 5 ambayo inakuwa kwa Jumanne. Ndio tuna shoot video moja wapo katika nyimbo inaitwa Changamka, katika albamu kwa nyimbo inaitwa Changamka. Pamoja na tutashoot Jumatano. Sawa, na katika event ya Mondi wapo wasanii wenzako ambao pia watakuwepo katika kuperform. Sasa mimi najua wasanii kama wachezaji mpira wakikutana kwenye uwanja lazima kuna vitu vingi, hata kama watakuwa marafiki, lakini wakishafika uwanjani damu ikichemka mambo mengi huwa yanatokea. Wewe binafsi kwa wasanii wenzako unawapa angalizo gani katika performance yako? Mimi angalizo sina, kwamba kila mtu anaimba nyimbo zake. Kila mtu ataimba nyimbo zake. Kama utataka kuimba nyimbo zangu nitakupa angalizo, sababu mimi nipo mwenyewe mwenye nyimbo zangu. Kwa hiyo utataka kuimba nyimbo zangu mimi nitakuwa mwenye nyimbo zangu. Kama utaimba nyimbo zako basi tunakutana jukwani, kama utaimba nyimbo zake na kama utacheza na mashabiki wake.
Sasa natamani kama kaka mkubwa katika wasanii ambao wapo Kibaha hii na nje ya Kibaha, wale ambao wanakufuatilia, unajua lazima nyuma yako kuna watu ambao wanajifunza kupitia wewe. Sasa natamani kujua kama kaka mkubwa kuhusu sanaa ya muziki kutoka the way ulipotoka mwanzo mpaka this time ulipo. Una ushauri gani kwa wale ambao wanatamani kufanya sanaa hawajaanza, lakini wanatamani kufanya sanaa kwa vile kwa sababu wewe unafanya na kwa namna ambavyo wewe unaiwakilisha sanaa yako? Kutoka tamaa ndio kitu kikubwa. Kutoka tamaa sababu kwamba unavyoanza, hata mimi nilivyoanza bwana ajui sauti mbaya hivyo vitu vipo na sio kilivyoanza mpaka leo hii wapo ambao wanasema ajui, wapo wanasema sauti mbaya, wapo wanasema sauti nzuri hivyo. Kikubwa kwamba kuamini unachokifanya. Umeona, na kuweka nia kwa unachokifanya na nguvu pia kwa unachokifanya. Ipo siku kwani sasa tulianza hivyo unapewa show ya shilingi 10,000 unashangilia. Ila sasa ukipigwa simu show ya shilingi 10,000 unaikataa. Sahihi. Basi ipo hivyo. Bwana anajibu maswali kiustadi kwa sababu ni mtu ambaye anajua anachokifanya. Umepita kwa producer wengi, umefanya kazi kwa producer tofauti mpaka muda huo. Leo hii umekuja kufanya kazi na Mondinho kwa producer Ivan MG. Natamani kujua utofauti unaoona baina ya Ivan na producer wengine ambao ulishawahi kufanya nao kazi. Utofauti upo na kila producer na uwezo wake. Kila producer ana uwezo wake. Ivan kwa Kibaha sasa inaweza kumpa labda namba 3 au namba 2 kutoka anavyokuja. Umeona, kila mtu na uwezo wake. Pia Ivan ana sikio lake na pia ana kumuogopa kwa sababu huyu nani ndio asikuelekeze. Kwa atakuelekeza mradi apate kitu anafanya kinachokuwa sahihi kwa upande wake. Kwa sababu utakuja na melodi yako, naona mabata madogo naogelea, atakwambia bwana mabata madogo naogelea tutoe, tuweke melodi hapa tupate kitu kizuri. Okay, kwa hiyo yani unataka kusema kama ni producer ambaye anapenda kushauri wasanii. Mali ipate kitu kizuri. Kitu kizuri ndio kila kitu. Kwa sababu sio yeye. Hata wewe unapotoka kitu kizuri ndio unapaswa kuonekana na yeye pia kitu kizuri kikitoka kwamba bwana kwa nyimbo fulani kali lakini nyimbo imetokea kwa Ivan, pia naye anazidi kukua. Okay, sasa kingine cha mwisho nadhani nilitamani kusikia kutoka kwako. Baada ya kumaliza hii event ya Mondi, mna project nyingine wewe na Mondinho baada ya hii event kuisha au mna target gani nyingine wewe na yeye? Mimi Mondi familia kwamba itapokuepo project tutafanya. Na sio yeye labda anasema bwana mwanangu tushoot video ile Goma limeondoka tunashoot pia. Kwa hiyo una ugaigai? Mimi sina ugaigai, mimi kitu ambacho tunachokipenda kwamba mimi Kibaha nyumbani. Kama utanichukia utaweka chuki ni wewe sasa na roho yako, si ndio? Mimi utanifuata bwana kitu tufanye kitu fulani. Ikiwa free tunafanya. Kwa kama leo nipigia simu bwana kitu hivi na hivi nikamwambia mimi leo Jumanne na show Temeke. Kukicha ni asubuhi napanda gari na Tanga mbeni. Jumapili nimeenda kwa Jumamosi sasa tena. Jumapili namaliza wapi? Hapo wapi sio mpeta sio Mbwewe sio wapi na uwa. Jumatatu ndo nipo nyumbani. Jumanne naenda Chalinze na show. Kwa hiyo uwezo wako wewe sasa hapo kaka, kama utakuwa nafasi leo ipo kwa muda huu, basi nichukue usafiri fanyaje? Nije tuue. Kama tuna bwana muda huu nafasi una, basi tusubiri Jumatano ambapo nitakuwa nipo nini? Nipo free. Kwa sababu Jumatatu nitarudi hebu nipumzike. Kwa Jumanne nitaendelea kuna show ya watu. Jumatano nipo free fanya Jumatano. Kwa kaona bwana Jumatano mbali tuue leo. Kwa tumeua interview leo Ijumaa ndo jambo letu. Kwa sana ndio tunakutana Ijumaa kwenye kuumizana. Umeona jukwani hapo, toa mtu weka mtu. Inakuwaga hivyo tu. Bwana kwa ratiba yake ukisikiliza ni mtu ambaye anapumzika siku chache, siku nyingi zilikuwepo ni za kazi. Sasa nataka tuende, natamani sasa tuende kwenye event, tumeshamaliza event. Natamani kujua sasa wito wako kwa watu kuja katika ile event yenyewe, mwaliko wako kwa watu, kwa mashabiki zako, mashabiki wa sanaa. Maana kuna wengine sio mashabiki wa wasanii, ni mashabiki wa muziki mzuri, ni mashabiki wa sanaa kwa ujumla. Wewe kama wewe binafsi una wito gani kwao? Wanafeki maisha huyu na yule hawatofautiani, huyu na yule hawatofautiani. Omaraho ana renji mjini, Omaraho anatamba mitandaoni, Omaraho Dubai kama chooni, ni siri za chini chini, ana kibaba humu ndani tumestuka. Nyimbo moja trendi juu amepanda na yeye amekuwa star, sasa hivi anavimba na vipi bishosi, unapenda kupendeza, kategewa ganda la ndizi chali kateleza. Uoyo hakuna mechi asiyocheza, kumbe kidali cha bure na tu amelegeza. Ana kibaba mjini, kibaba mjini anagalamiwa, ana kibaba mjini kumbe anapumuliwa. Tukutane tu siku ya tukio mzee. Toa mtu kwa mtu. Bana ana mambo mengi. Bana nilikuwa napiga story na mwanangu Kido Mr. Hit Song. Bana amezungumza kwa upana zaidi na kwa namna ambavyo mtu anaweza kuelewa binafsi, amezungumza kitaalamu. Yaani msanii anatakiwa azungumze kwa namna hiyo mipaka sizidi. Bana tusisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kufollow katika akaunti zetu za Mimi Media, lakini pia kuwahi mapema katika siku ya tukio. Mimi nitafika mapema na wewe usikose. Chao. Mivimbo Media. Hii ni ya kwetu.